Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, wanafunzi wangu na mashekhe zangu wote, leo nakuja na somo kubwa sana kwa matabibu na wanafunzi wa shikeri na mafundi mbalimbali. Leo nakuja na funguzi kwa kutumia nazi. Nazi, lakini leo tutaangalia sana funguzi kwa kutumia taskinu al-buruji au taskinu ya nyota. Kutumia taskinu ya nyota inshallah. Tumekuja na taskini al-buruji, lakini leo tutatoa mfano kwa mtu mwenye nyota ya nge. Tutatoa mfano kwa mtu mwenye nyota ya nge. Kuna taskinu al-huruf na kuna taskinu al-buruji. Sasa leo tutaangalia mfano kwa mtu mwenye nyota ya nge, lakini mfano huu utaubadilisha kuwa kwenye nyota yoyote. Mimi nitatolea mfano mwenye nyota ya nge. Ukiwa unajiona wewe umefungwa na nyota ya nge, mambo yako yamefungwa, mambo hayakwendi, tafrani, mishe hazikwendi, watu hawaji kilingeni, maisha magumu, harakati mbovu, basi tafuta nazi kama hii. Kama wewe ni mwanaume, nazi andika kwa mfumo huu. Abitajiandika maki alif b abe ta na huko jim. Kama ni mwanamke utaandika huko abitaji yako alif b tena hapa jim. Kama ni mwanamke huku ni jike, huku ni dume. Inshallah, baada ya kuandika hivi, hapa katika alif na b andika kifungo chako. Mwenye nyota ya nge, sita yake maana yake ni punda. Punda shikeli yake ni jaudala. Manake utaandika kola jaudala hapa, utaandika mara 7. Utaandika hivi mara 7. Chini huku utaandika hurufu ya jaudala, hurufu zake, manake utaandika tasgirul huruf nitoe na hurufu ya zali utaandika. Baada ya kutoka hapa, utakuja kwenye jim hapa. Utaandika nane yake. Huyu punda ana nane yake. Nane yake ni atwaridi ya jitima. Na utamwandika huyu jitima hapa mara 7, lakini utamuongeza na nani? Kabbatun khadi. Kuna makao mawili niliandika kwamba ni ziada. Haya lazima uyaandike. Utachukua maana yake 8, utaiandika, utaandika na kabbatun khariji. Huyu utamwandika mara 7. Utaandika na hurufu ya atwaridi, utaandika na hurufu ya kabbatun khariji, utaandika hurufu zake. Hapo utakuwa ni sini na lam na fain. Utaandika kila hurufu na utaandika mara 7. Baada hapo utakuja kwenye te, upande wa abita. Sasa unakuja kwenye te huku, utaandika 12 ya humra. 12 ya humra. Huyu humra uadui wake unapatikana katika nyota ya nakil ahadi. Na maana hii utaiandika mara 7. Utaongeza na kohil la ziada na utaandika mara 7 na hurufu zao hapo utaandika. Nadhani mnaona vizuri hapa Ina maana utakuwa umeandika sita yake, 8 yake na 12. Hizi ndio nyota 3 ambazo mtu anaweza akafungwa, mambo hayakwendi, ndio mji wa 6. Mtu anarogwa na uadui mkubwa, namba 12. Huyu punda na uadui sana na nyota hii ya nakil ahadi. Na maana hawa watu wenye nyota ya punda, wenye nyota ya nge, wana uadui na nyota hii. Na wanasumbua na majini mahaba sana. Nyota hii inasumbua sana na majini mahaba hii. Kwa sababu nyota hii inatawala sehemu za siri, Inatawala sehemu za siri, lakini sasa adui yao mkubwa ni huyu. Sasa manake hata akiwa labda mtu ana nyota ya punda huyu labda, maki utahesabu sita yake 1 2 3 4 5 6. Maki itaandikwa hii 6 7 8. Huyu 8 9 10 11 12 na huyu. Na utaibadilisha hii elimu, utaweka kwenye nyota ya mtu yoyote. Nyota ya mtu yoyote utaweka hapa. Mimi nitoa mfano wa nyota ya punda. Ina maana utakamilisha nazi kama hii. Sasa nazi kama hii utavunja, utaangalia huyu nyota ya punda huyu. Huyu nyota mwenye nyota ya nge. Nge, msaada wake unapatikana wapi? Msaada ni 11. Na matazama 11 yake kasimama nani? 11 kasimama atwaridi. Atwaridi gani? Atwaridi ya jamaa. Maana utafanya kazi katika saa ya atwaridi ya jamaa.